Habari za leo wapendwa watazamaji. Bila shaka natumai mtakuwa mnaendelea vizuri popote mlipo. Na wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Pia vile vile msisahau kusubscribe, kucomment, kushare na wengine ili hii channel iwe recommended kwao, wakapate pia kufikiwa na neno ambalo ni la Mungu. Somo la leo linasema hivi: shida zote zinazotokea kwenye maisha yako usiziogope. Kwa sababu gani? Mungu haongei uongo. Kitu hichi ni kitu ambacho ni cha uhakika, kwa sababu Mungu ameahidi mambo mengi sana, especially kwa watu wake, mengi mno, na yote aliyatimiza, na yote aliyatenda, kwa sababu ndiye Mungu pekee ambaye akitoa ahadi inakuwa ni kweli. Na kila ahadi ambayo anakuwa ameitoa kwa watu wake lazima aitende, either iwe kwa waovu ama kwa wenye haki, lazima atatenda, kwa kuwa yeye ndiye mtoa ahadi na mkamilishaji wa kile alichoahidi. Nataka tutazame kitu kimoja kupitia baadhi ya maandiko ambayo nitayasoma hapa, na wewe ukiwepo nyumbani fanya utafiti wako, chunguza kile ninachozungumza ni cha ukweli ama cha uongo. Usiogope shida. Mungu haongei uongo. Atatimiza, atatenda, atakuvusha, atakutoa katika vikwazo. Utashinda kila aina ya vita ambayo unayopigana nayo, utaishinda, kwa kuwa yeye haongei uongo. Na ni lazima upitie kwenye hizo shida. Mshindi ni lazima apite kwenye mashindano. Mshindi ni lazima ashindanishwe na wengine, ndipo sasa aibuke kuwa mshindi. Inabidi hichi kitu uweke akilini mwako. Shida zinatokea kwenye maisha ni sawa sawa na mashindano, ni sawa sawa na competition. Lazima shida zitokee ili kwamba tuzishinde na tuonekane mbele za watu wengine kuwa ni washindi. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu kile ni cha Methali sura ya 3, mstari wake ni wa 24 hadi 25. Anasema, ulalapo hutaona hofu. Naam, utalala na usingizi wako utakuwa mtamu. Usiogope hofu ya ghafla, wala uharibifu wa waovu utakapofika, kwa kuwa Bwana atakuwa tumaini lako, naye atakulinda, mguu wako usinaswe. Mungu amekuwa akisema na sisi kwa njia zote ambazo yeye anaziweza, njia zote ambazo ni za kawaida na ambazo sizo za kawaida. Yote ni nini? Anataka sisi tumtambue. Ikumbukwe maandiko nasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Na maarifa yakiondoka ndani ya mwanadamu, ama kama ndani ya mtu hakuna maarifa, hawezi kuzielewa njia za Mungu, hawezi kuelewa msaada wa Mungu, hawezi kuelewa maarifa ya Mungu jinsi yanavyoweza kutenda kazi kwenye maisha yetu. Kwa hiyo ninachotaka kukuambia ni kwamba Mungu ana uwezo wa kubadilisha situation yoyote ambayo ipo kwenye maisha yako na kuwa vile ambavyo wewe ukutarajia. Acha tusome katika kitabu hichi cha Isaya. Isaya 41:10 inasema hivi: usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Tena endelea kusema, tazama, wote walioona hasira juu yako watatahayarika na kufadhaika. Watu washindanao nawe watakuwa si kitu na kuangamia. Huyu ni Mungu ambaye anatoa ahadi za ukweli. Mungu asiyeshindwa na chochote. Mungu ambaye ni mkamilishaji wa kila jambo. Mungu ambaye akiongea jambo lazima alitimize. Ndugu zangu, wakati mwingine shida ambazo tunapitia zinatufanya tunasahau kuwa Mungu. Shida tunazopitia zinatufanya tunasahau kwamba Mungu anaweza kuzifanya zile shida ikawa ni hatua nyingine ama ngazi nyingine ya maisha. Lazima tuwe tunatambua haya mambo. Lazima tuwe waelewa. Lazima tuwe
tayari kuyaelewa maarifa ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ningetaka nikuambie kitu kimoja hapa. Kwa kuwa Mungu akisema jambo linakuwa, na watu wengi wanakuwa wapo kwenye imani hawafahamu haya, lakini mimi na uhakika yoyote ambaye ni wa Mungu lazima ayaamini. Hata kama shida zitatokea kwenye maisha yake, zitampiga kiasi gani, lazima matumaini ya kushinda atakuwa nayo moyoni mwake. Ndiyo, hofu zinaweza kutokea, lakini matumaini yaliyoko ndani yake yana nguvu zaidi ya hofu ambayo inayojitokeza kwenye maisha yake. Naomba tujifunze kitu kupitia andiko hili la Hesabu 23:19. Sikiliza kwa makini na kuhakikishia kila kitu kwenye maisha yako akitoweka mizizi, na hata kama kitaweka mizizi itang'olewa, kwa sababu kina mwanzo lazima kiwe na mwisho, na ni Mungu ndo amepanga hivyo na iko hivyo. Hesabu 23:19 inasema hivi: Mungu si mtu aseme uongo. Manake kusema kwamba Mungu si mtu ni katika swala la kuzungumza uongo. Yoyote ambaye ni mtu lazima atasema uongo. Manake ikifika hatua kuna mtu asemi uongo, manake huyo sio mtu. Nataka nikuweke sawa hapa, kwa sababu kuna watu ambao wanatumia ili andiko kusema kwamba Yesu sio Mungu, kwa sababu maandiko yanasema Mungu si mtu. Maandiko yanaposema kwamba Mungu si mtu, kuna fafanuzi inayofuata. Sawa? Kuna fafanuzi inayofuata. Nasema Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Kwa hiyo Mungu pekee ndiye hajawahi kujuta katika yote anayoyafanya. Hajawahi, kwa kuwa anafanya kile anachojisikia. Ni muweza wa yote. Kwa ikitokea mtu anafanya kitu chake alafu anajuta, kwa sababu mwanadamu pekee ndiye anaweza kujuta kwa lolote analolifanya. Anaweza kujuta. Iwapo asema hata litenda, kama Mungu si mtu wala Mungu si mwanadamu ambaye hajuti na aongee uongo. Iwapo amesema hata litenda, kwa sababu mwanadamu ndo anaweza akasema jambo na asilitende, lakini yeye Mungu hana sifa za hawa watu. Kwa akisema jambo lazima atalitenda. Iwapo amenena hata lifikiliza. Kwa hiyo Mungu lolote alilosema kwenye maisha yetu litatukia na itakuwa ni kweli. Nataka nikupatie mfano wa mwisho ili nimalize ili somo, lakini pia unaweza kujisomea popote ulipo. Na kusomea ni katika kitabu kile ni cha Mwanzo, sura ile ni ya 13 hadi 15. Sikiliza hapa kwamba Mungu sio mtu ili aseme uongo, sio mwanadamu ili ajute. Iwapo akisema neno hata litimiliza, hata lifikiriza hilo jambo. Maandiko yanasema hivi katika kitabu cha Mwanzo sura ya 15 mstari wake wa 13 mpaka 15. Nasema hivi: Bwana akamwambia Abrahamu. Hapa Abrahamu aliingia kwenye njozi. Kiza kikubwa kipanda juu utapata concept jinsi ilivyo. Ila nashuka hapa ili nikuambie hichi ambacho nimekuletea leo kitachosaidia maisha yako, kwamba usiogope shida. Mungu haongei uongo na ana kusudi na mpango maalumu kwa ajili ya maisha yako. Anasema hivi: Bwana akamwambia Abrahamu, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Watawatumikia watu wale, nao watateswa muda wa miaka 400. Hata na taifa lile watakalo watumikia nitawahukumu. Baadaye watatoka na mali mengi, lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani, utazikwa katika uzee mwema. Mungu anamtabiria, anamuonyesha future, in the future nini kitatokea kwa uzao wa Ibrahimu. Uzao wa Ibrahimu utaenda kwenye nchi ya kigeni, na huko watateswa sana. Watawatumikia wenye nchi, watateseka ndani ya miaka 400. Na baada ya wao kuteseka huko, Mungu anasema kwamba watatoka na mali mengi. Maana yake ni nini? Mungu anaamua kuchukua uzao wa Ibrahimu, kuweka katika mateso muda mrefu, miaka mingi. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na kusudi ya mateso hayo. Kwa sababu alikuwa ana jambo na mateso hayo. Kwa hiyo hata wewe mateso yako yamebeba kusudi. Wenzio waliteseka miaka 400, wapo katika utumwa, wanapigwa, wanauawa, wanafanyiwa vitendo vya ajabu.
wanateseka, hawana uhuru, wanatemewa mate. Unajua, unaposikia mateso, mtu anapokutesa achagui ni kitu gani atanyanyua kwa ajili yako. Anakutesa vile anavyoweza yeye, kwa sababu ana mamlaka dhidi yako. Na Mungu ndiye aliyowaweka hawa watu katika mateso, kwa sababu kama Mungu asingetaka uzao wa Ibrahimu uende katika nchi ya watu, angefanya. Anaweza, lakini amependa yeye Mungu na anakusudi. Na hata ukishuka hapa chini, kuna jambo hapa Mungu anazungumza. Kuna kitu ambacho Mungu alikuwa anadhamiria kitokee baada ya hayo. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba Mungu muweza wa yote, kila alichokipanga kitakuwa, kila alichokusudia kwenye maisha yetu kitatimia. Kwa hiyo ninakushukuru katika jina la Yesu Kristo. Shida unazopitia, changamoto, usiofie. Lazima ndio njia ambazo changamoto zitapitia kwa wewe tu, hakuna kukwepa. Ni must. Kwa hiyo nini tufanye? Tunachotakiwa kufanya ni kusimama tu na Mungu na kumwambia Baba, mapenzi yako yatimie, kwa sababu baada ya hayo yote kuna jambo ambalo ni la kipekee ametuandalia. Mwisho wa shida kuna maisha ambayo Bwana ametuandalia. Katika jina lake Yesu Kristo, ninakushukuru wewe uliye pamoja nami kwa somo hili. Katika jina lake tukutane kwa somo nyingine tena. Amen.